Tunaona tamani mpira uishe. Kama imagine leo kama ungepata bao moja tu hawa Silver Strikers, Yanga ilikuwa ni bye bye. Kwa maana yake ukiangalia wanavyocheza Yanga kimfumo leo hapa, hawakuonesha kama Mwalimu Mabeda kuna kitu amekiadi kule kocha cha Yanga Afrika. Hakuonesha, ni wachezaji wenyewe kwa sababu tu tayari wanajuana na muunganiko. Kwa hiyo kama wakiendelea kucheza hivi hawatoboe group stage, otherwise wabadilike. Yanga malengo yao ni hatua ya makundi na wamefikia malengo. Unaona wanaweza kuondoka kwenda hatua inayofuata kwa maana ya robo finali? Nimesema kwa Yanga hii hawezi kwenda, otherwise wabadilike. Kwa sababu ukiangalia hivi wanacheza timu ya kawaida. Je, huko unakutana na National Army, unakutana na Mamelodi, unakutana na Esperance, kwa mpira huu bwana hawezi kutoboa. Ukiangalia hawa Silver Strikers walichokikosa leo ni eneo la ushambuliaji tu, alikuwa bora. Wangekuwa bora wangepata goli hata 2 au 1 ili waweze kumuondoa Yanga Afrika. Kwa hiyo Yanga kama anatakiwa kwenda mbali zaidi ya group stage kama malengo yake ambako amejiwekea, maana yake anatakiwa kubadilika. Sio acheze hivi. Kama ya Yanga ni hatua ya makundi. Timu ndogo huwa zina dream, timu ndogo zote huwa zina dream ndoto za kawaida. Wali dream mafanikio hatua ndogo kwa sababu wanaujua uwezo wa timu yao. Sisi tuna dream big kwa sababu tunajua uwezo wa timu yetu. Sisi malengo yetu ni kufika nusu finali na finali ya CAF Champions League. Wao malengo yao ni group stage kwa sababu ni timu ya kawaida. Umesema Yanga leo wametoboa sio kwa sababu ya teamwork kama timu. Ni mchezaji mmoja mmoja. Uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Naomba uniambie katika wachezaji mmoja mmoja ni wachezaji gani ambao wameweza kuwa note kwamba kwa namna moja nyingine wameinyanyua Yanga ya leo. Kwa mfano Pacome alikuwa bora leo first half, lakini kuna namna ambavyo pumzi ilikata. Akataka kwamba sababu mwalimu kabla baki. Wewe ndio mwokozi wa timu ya leo. Unaelewa? Dube nani Prince Dube alikuwa bora leo. Amekosa nafasi 4. Duke Abuya kuna eneo la kiungo alikuwa ni mzuri leo. Kuna la kiungo ingawa kuna wakati hawa Silver Strikers walidominate mpira kuna eneo la kiungo hasa second half. Lakini mtu kama Dickson Jobu amepata goli mapema ambao ndio liliamsha morali ya Yanga Afrika. Sababu leo Yanga wanatakiwa wapate morali kubwa ili wapate ushindi. Kwa hiyo kupata goli mapema unapata hamasa kwa mashabiki jukwani, wana vibe na timu yenyewe wachezaji. Kwa hiyo kucheza timu yetu ni individual performance ndio imepelekea wachezaji ndio timu ikashinda. Lakini otherwise ukiangalia walivyocheza Yanga Afrika leo kiujumla performance yao haikuridhisha, ndio maana unaona Yanga wameshinda hapa hawana furaha. Kwa sababu gani? Walitarajiwa washinde bao 5 leo 6. Hakuna ile sexy football umeona leo. Ule mpira mtamu wa Yanga Afrika unaona leo. Huku kuna wakati hawa Silver Strikers nyuma kule walikuwa relax. Wanacheza kitu kimoja relaxation football. Wanacheza mpira wa relax, hawana usino pressure. Na wakati wako nyumbani, wako ugenini, utafikiri wako nyumbani. Kwa leo Yanga washukuru wafanye wafuzu, lakini muunganiko wa timu bado, tactical approach za mwalimu bado haijaipa nufaika kwamba wana mwalimu mzuri ambao amewafanya wacheze mpira mzuri. Wewe nadhani wamezidiwa wapi Yanga leo? Wapi wamekamatwa? Yanga eneo la ushambuliaji alikuwa bora, alikuwa butu. Principal Moral Dube kama angekuwa kama Jonathan Soa au Kibu Denis au Selemani Mwalimu alikuwa apiga hat-trick leo. Kwa sababu ambapo nafasi 4 Dube amekosa, jamani uongo. Kama nafasi 4 kakosa za wazi na goalkeeper. Kwa hiyo angefunga nafasi 4 Yanga kapata goli ngapi? 6. Maana yake eneo la ushambuliaji leo Yanga alikuwa bora, lakini Pacome alikuwa bora kutokana na eneo ngapi? La kushoto. Akapata goli la pili. Dickson Jobu alikuwa bora akapata goli la kuongoza la kwanza. Hiyo ndio eneo la ushambuliaji ilikuwa butu. Ndio maana magoli mengi hajatoa eneo katikati central area, umeelewa? Lakini eneo la kiungo Yanga walikuwa wazuri first half. Second half wakapoaya. Walikuwa wazuri kwa Duke Abuya, Mudasiri wa haya, eneo ambao walikuwa wanacheza pamoja na Mamadou Doumbia. Baadaye Mudasiri haya akaomba fanye kutoka, umeelewa? Baadaye timu ikakosa muunganiko na eneo la katikati. Mipira ili iende mbele lazima mtafute Pacome. Ndio maana Pacome amewahi kuchoka kwa sababu amecheza maeneo mengi ya uwanja. Kuna eneo kubwa Pacome anacheza winga, kiungo mshambuliaji, kiungo mkabaji, center striker. Pacome huyo anacheza eneo la mbele, Pacome huyo anacheza namba 10. Akachoka mapema, akamwambia mwalimu naomba nitoke. Wanamwambia no. Uweze kutoka. You can't be substituted. Endelea. Akaendelea kucheza mchezo. Ndio maana kuna wakati alikuwa anatembea Pacome. Anatafuta hiyo tunasema ni energy gain. Arudisha energy yake ili aweze kupata nini? Nguvu nyingine ya kucheza. Ndio maana unaona leo alikaa kama dakika 5 hivi au 10. Hajashika mpira, anatembea tu ili arudishe pumzi na apumzike kidogo ili apate energy mpya ya kumaliza mchezo. Kwa pasipo wachezaji wao wataji wanataka kuniambia leo Yanga ilikuwa itoboi. Ilikuwa itoboi. Bila Pacome na Dickson Jobu aliyofunga walikuwa itoboi kwa sababu tactical approach ya mwalimu Mabeda ilikuwa ni ipi? Ukiangalia kimfumo sayansi ya mpira ambayo iko wazi.
Yaani sayansi ya mpira leo ipo wapi? Kwamba leo tuna mwalimu wa kujivunia kwamba mwalimu Mabeda ni mwalimu mzuri leo ameonyesha mpira mzuri wa katasi uko wapi? Wachezaji wa Yanga wamecheza personally, yani uwezo wao binafsi ndio maana wakashinda leo, unaelewa? Understand? Yani kile sio maelekezo ya mwalimu kwamba mpira unatoka point A unakwenda point B unakwenda point C. Build the first progression, unaelewa vizuri? Concentration, final finishing, unapata nafasi ya kufanya ya kufunga. Hata goli ambalo amefunga Pacome ni goli ambalo ametoka nyuma ya mstari wa katikati. Maana yake hapakuna build of phase yoyote. Amechukua mpira akafanya dribble with speed, with anticipation kuna eneo la juu, kwa sababu ana uwezo wa kupiga chenga, ana uwezo wa kumiliki mpira, ndicho kilichomsaidia kufikia eneo la box akascore. Lakini hapakuwa ile build of phase, mpira kutoka point A kwenda point B, point C na ndio unafungwa. Hapakuwa hapo. Maana tactical approach haiko hamna. Maana yake ni personal individualism. Unanielewa? Yaani uwezo binafsi ndio umepelekea mtu akapata nini? Ushindi. Lakini sio ile tactical approach ambayo nazungumza mimi. Yanga hawana muunganiko Bado. Kwa sababu ukisema hii Yanga bado hajaunganika vizuri kwa sababu mwalimu si hawana. Wanau mwalimu Mabeda. Maana yake leo Mabeda hawezi kumsifia kama mwalimu mzuri kwa sababu hamna ambacho alichoonyesha leo. Leo wachezaji wamecheza kwa uwezo wao. Yaani ile personally ndio wakapata manini matokeo. Otherwise walikuwa nafungwa hapa. Umeona ka 80 hapo. Uwanja mzima uliinuka mashabiki wa Yanga ongo. Wakaona kasika. Mpira gani huu? Dube afuka goli akosa goli, mpira gani huu? Baba, wewe ungepata goli moja tu hao jamaa. Ingekuwa hatari. Shughuli kwa maisha. Goli moja ungepata, ingekuwa balaa. Maana yake hao mashabiki wote wanaona wao wa Yanga walikuja uwanjani leo wakijua Yanga kashinda bao 5, bao 4, lakini angalia leo bao hizi. Bao 2. Kitambulisho kwa Dr. Mohamed Hamisi mzee wa Cuba. Bana asante sana.